Bwana, mabao 3-2 leo Yanga amepoteza zidi ya Dodoma Jiji. Alama 3 zimeenda kwa Dodoma. Yanga kwa mara ya kwanza anapoteza mchezo wa ligi kuu NBC 25-26. Kibeshe, iko vipi? Sina furaha na kwa jinsi ninavyoona moja kwa moja naona kabisa kwamba wachezaji leo walikuwa wameleta mchezo ambao sio, kwa sababu ukiona wachezaji hawajitumi, wachezaji hawakimbii uwanjani, maana yake nini? Na mimi angalia tangia dakika kwanza niona kabisa dhahiri imecheza kupoteza. Yaani wachezaji unaona wanaleta masiara. Kwa sababu timu isipokimbia, timu isipo hata kitimu pinzani, matokeo yake ndio ni kama haya. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba leo mchezo tumeupoteza. Najisikia uchungu, na kila alipo mwana Yanga lazima ajisikie uchungu na umia. Na ukiona mwana Yanga yoyote anafurahia matokeo ya leo, huyo sio mwana Yanga, sio mwananchi halisi. Ila sisi mashabiki na wanachama halisi ambao Yanga ilipo si tupo, na si ambapo tupo Yanga ipo, uwezo kwa na furaha. Kwa kifupi nimeumizwa sana matokeo ya leo. Wachezaji wamechoka. Wachezaji sio kuchoka tu, wachezaji kuna hujuma moja kwa moja, unaona kabisa wachezaji kuna hujuma ipo. Na ukisema kwamba wachezaji wamechoka, sio kweli, kwa sababu tough game tumecheza tangia wiki mbili zilizopita. Na ilikuwa mechi ya dabi pekee. Na Simba tulitoka nao sale. Yaani Simba Sports Club ndio timu tishio. Ukiacha Yanga, timu tishio ya pili ni Yanga. Ukiacha Yanga, timu tishio nyingine ni Simba. Lakini tulitoka nao sale. Lakini leo tunataka kufungwa na Dodoma Jiji. Alafu niambia kwamba wachezaji si nini? Hiyo wachezaji moja kwa moja wanaleta hujuma. Unajua mchezaji, timu inapokuamini, mashabiki na wanachama tunakuamini, na tunawategemeeni mtuletee matokeo, hasa katika mechi zilizobaki, kwa sababu mechi zote zilizobaki za ligi kuu ni kama fainali. Kwa hiyo tunatarajia kila mechi tupate matokeo ya chanya, sio matokeo hafifu kama haya kupoteza. Na mimi niona kabisa hilo ndio likawa sare, lakini kumbe tumefungwa kabisa. Ni maumivu kiasi gani? Maumivu kiasi gani ndugu mwandishi? Maumivu kiasi gani? Watu walikuwa wanamlaumu Pedro. Sasa hili tatizo linafika wapi? Yaani kwa tatizo nilivyoliona mimi, naweza niseme wazi kabisa kwamba viongozi walikurupuka kumfukuza kocha wetu Pedro Gonzalez. Na mimi kabisa 99% kwamba viongozi wamekurupuka kumfukuza Gonzalez. Tatizo lipo kwa wachezaji, sio kocha. Tatizo lipo kwa wachezaji, sio kocha. Yaani kocha, viongozi wamekurupuka kumfukuza kwa sababu binadamu. Alafu na kitu kingine, engineer amekurupuka na viongozi pia wale nyuma yake wamekurupuka. Huo ni ukweli kabisa. Ikiwa bado endelee kuwepo ndani ya Yanga Africa, angewepo. Hebu fikiria, timu tunaongoza ligi kwa nafasi 5, sawa? Timu kila mechi tunapata matokeo, mpinzani wetu ameshindwa kutufunga mechi zote. Ametufunga tu ile tena kwa kulazimisha kweli ya 120 ya finali, lakini ya ligi kuu hajatufunga mtani wetu. Kwa sababu viongozi wako busy na uwanja. Nisikilize kwanza basi. Kwa design hii, kwa design hii janja kama hizi, hata uwanja wenyewe kukamilika sio leo, sio kesho. Nisikilize mimi. Kwa janja hizi? Kwa janja hizi. Kukamilika uwanja wetu sisi Yanga si leo, sio kesho. Kwamba unamaanisha viongozi si wa kweli au? Muda mwingine viongozi wanaleta mihemko katika kufanya maamuzi. Unajua sometimes kuna maamuzi magumu uyafanye, lakini pia kuletea matokeo mazuri. Sio unafanya maamuzi magumu kwa mihemko ya mashabiki, kwa sababu nachikiona mimi kumfukuza kwa kocha kwa sababu mashabiki wangu waliongea mihemko. Kocha tufai, wewe unampangia kocha. Mfumo wao sisi Tanzania katika ligi yetu tushawaje tangia zamani. Usimpangie kocha. Kocha akija muulize unataka mchezaji gani? Namtaka mchezaji fulani. Akija afanye kazi. Namtaka mchezaji fulani. Akija afanye kazi. Lakini sasa tunao bado mifumo ya kizamani kwamba kiongozi unamwambia kocha mpake Dube, pake nani? Mambo hayo hakuna. Na ndio maana kwamba kilichopelekea kocha kufukuzwa kwa mihemko ya mashabiki, viongozi wamekurupuka. Hilo la kwanza. La pili, inakuwaje unafukuza kocha mwenye master zake, mwenye PhD zake, unaleta kocha ambaye amecheza Azam, umemfukuza, amefundisha Azam, umemfukuza, akafundisha KMC, wamemtimua. Afu leo hii unakuja kumkabidhi Dar es Salaam Yanga African Sports Club. Hivi kocha kwa jinsi tunavyoona Mourinho anajiita Pepe, yule Pepe ni Pepe Guardiola peke yake wa Man City, sio yule. Na kwa design hii wasipomtangaza kocha leo kesho, siku mbili hizi mechi zilizobaki nyingi zote tunaweza tukapoteza, sio sare, tunaweza tukapoteza. Na nasema hivi na maanisha kwa sababu fikiria, nani aliamini kwamba Dodoma Jiji anaweza akatufunga leo?
Nani aliamini? Kwa nini tumefungwa? Sasa mtu yoyote atakayepingana maneno yangu haya ninayoongea hapa, basi ipo siku atakuja kusema kweli kuna mwananchi mmoja na Yanga kweli kweli na mashabiki na mwanachama tuzungumza maneno kama haya anayaona. Yaani viongozi wasipofanya pia maamuzi magumu ya kumfukuza huyu kocha Morin, wakatutangazia kocha mkuu mwenye viwango hizi siku mbili hizi kabla tujacheza mechi yote ya ligi kuu, tunaweza tukapoteza pia mechi inayofuata na zote. Kwa hiyo inamaanisha ubingwa ndo bye bye tena. Yaani kwa kifupi ubingwa bye bye. Na ninakwambia hivyo kwa sababu haiwezekaniki wewe utoe sare na Simba afu ukafunga na Dodoma Jiji moja kwa moja kwamba hapo ubingwa ni bye bye. Yaani ubingwa bye bye. Kwa mimi ninavyoona kwa matokeo haya ya leo, anaweza tukapoteza kabisa hata ubingwa wenyewe. Wenzetu Simba wamejipanga sana. Na wanakuja hivi. Yaani kila ukigeuka unaona mtani huyo hapa. Kila ukigeuka unaona mtani huyo hapa. Afu leo unadondosha pointi 3. Leo imeniuma sana. Bora angeondoka huyu Pepe abakie Pedro wenu. Yaani bora angebaki yule kocha. Na kama yupo Tanzania basi wambakishe, sio wasiruhusu kabisa akachukua mabegi akaondoka. Na ninavyosema hivi mtu anaweza yaani usifurahi. Unaweza nikaongea hivi kuona kama vipi naongea kwa sababu gani? Hamna kitu kinachoumiza katika mpira kama kupoteza timu dhaifu. Yaani bora mara 100 tungefungwa na Simba tukaona kweli tumefungwa na timu ambayo tuna ushindani nayo katika ligi kuu. Lakini tuwafungwa timu dhaifu. Dodoma Jiji si hajawahi kutufunga katika hivi mechi za mfululizo. Head to head ukiangalia Dodoma Jiji kila mechi tumemfunga. Inakuaje anatufunga leo? Kwa hiyo inaniuma sana. Rudishe mabegi ya Pedro. Haraka eleze. Yaani kama inawezekanika, yaani kama kocha hajaondoka nchini, basi wafanye liwezekanalo wamrudishe. Mabegi yarudi. Huo ni ukweli kwa sababu matokeo kama haya mimi sijafurahishwa na sijaridhishwa nayo pia. Leo inaniuma sana, Na madeni yanazidi kuwa makubwa ndani ya klabu. Na ndio maana sometimes kwamba vitu kama hivyo vinaumiza sana. Haiwezekaniki kwamba viongozi muda mwingine mnafanya maamuzi wenyewe alafu mnategemea kwamba bwana wanachama na mashabiki hebu tuongezeni nguvu. Muda mwingine unaona kama mimi hapa sina hata mia mfukoni. Uniambie leo tuchangie hela ya kocha naitoa wapi? Kula kwangu mimi ya mashaka. Afu niambie nitoe labda milioni 500 nimchangie kwa ajili ya kocha. Sometimes kwamba wanachama muda mwingine tushirikishwe. Unajua maneno kama haya naongea mtu mwingine anaweza kaona kwamba vipi, lakini ukweli matokeo leo yameniumiza sana. Wamekuumiza sana. Hao wachezaji hawalipwi. Yaani nikwambia kitu, wachezaji wanalipwa. Yaani sikiliza, katika timu ambayo inaongoza kulipa wachezaji wazuri nchi hii ni Yanga. Inayofuata nyingine ni Azam FC. Ila Azam wanakosea, hawana posho. Mishahara wanalipa vizuri sana. Sitaki niguse ndani sana, lakini nataka nikuambie kitu kimoja kwamba katika nchi hii timu ambayo inaongoza kulipa wachezaji vizuri mshahara Yanga, tena kwa wakati na mishahara mingi, alafu ina posho kila mechi, wanalala sehemu nzuri, wanakula kitu kizuri, chochote wanachohitaji. Kwa hiyo kwa kifupi wachezaji wa Yanga, yaani wachezaji wa Yanga wanaishi Tanzania kama wapo Ulaya. Niambie timu ya Ulaya ambao ushaona lalamika kwenye media au wanagomea mechi Ulaya toka umezaliwa, hajawahi kutokea. Ni Tanzania isha kutokea miaka ya nyuma katika timu zetu hizi Simba na Yanga. Lakini kwa sasa Yanga katika hiyo mifumo tushaiondoa. Sasa hivi Yanga ndio timu pekee ambayo inaongoza kulipa wachezaji stahiki zake vizuri anytime na kwa wakati. Kwa hiyo wachezaji muda mwingine tunapoamini afu wanakuja kucheza vitu ambavyo havieleweki, sometimes huwa tunaumia sana kwa sababu wanachohitaji wanapatiwa, mishahara wanapatiwa. Mwisho wa siku mnajiuliza maswali au wanahujumu timu. Wao wanahujumu timu. Ina maana kama ni matapeli kwa namna nyingine unavyosema wewe. Yaani kwa jinsi ninavyoona kabisa kwamba mechi ya leo wachezaji wa Yanga wametuletea utapeli. Utapeli ni nini? Kwamba umelipwa vizuri, umelipwa stahiki yako mzuri, alafu unakuja kucheza ndivyo sivyo. Maana yake nini? Ukiangalia backline ya Yanga imecheza hovyo. Goalkeeper aliyofanya hesabu aliyomalizia dakika 45 za pili pia umeona kabisa kuna changamoto. Kwa hiyo sometimes vitu kama hivi vinaumiza sana. Nakwambia leo Mwamnyeto alikuwa striker wa Dodoma Jiji. Yaani ikiwezekanika huyu beki wetu yani akae benchi mechi zote zilizobaki mpaka zinaisha. Mwamnyeto akae benchi mechi zote zilizobaki, acheze Asiki pale. Asiki anazima vizuri ile mtoto. Kwa nini wamwamini? Kwa nini wamwamini Asiki? Unaona kabisa kwamba mchezaji kila timu anakuchomesha paki pembeni. Kwa hiyo Yanga wana mifumo ya kizamani. Sana. Wana mifumo ya kizamani sometimes kwamba unaona kabisa kwamba hii inaumiza sana. Inatumia si mashabiki, inatumiza si wanachama. Muda mwingine naona kabisa kwamba moja kwa moja inawezekana hata ubingwa wenyewe
hii ishaona kabisa kwamba njia ya kupoteza ubingwa. Yaani nikiangalia mbeleni sina matumaini ya ubingwa, nikiangalia mbeleni sina matumaini kama mechi zilizobaki tunaweza tukashinda. Nikiangalia mbeleni naona kabisa kwamba ni pagumu bora tulipotoka. Kwa hiyo kufungwa na Dodoma Jiji ni kitu ambacho kimeshangaza ulimwengu, kimeshangaza dunia, na hii ni matokeo ambayo naona kabisa kwamba pia sababu kuu ya kumfukuza hata kocha imechangia, sababu ya wachezaji kutuhujumu imechangia. Wachezaji wanahujumu timu. Wachezaji wanahujumu timu. Sitaki kupepesa macho wala kumung'unya maneno. Wachezaji wanahujumu timu. Tunapoamini wafanye kazi, wewe unalipwa kila kitu unachokuhitaji. Kwa nini unatembea tu uwanjani? Unaangalia wachezaji almost wote kuanzia nyuma mpaka mbele. Mchezaji striker tunamtegemea anakosa magoli 6. On target zote anakosa, anapiga nje, inakuwaje? Huko mnamshangilia huyo. On target zote anapiga nje, inakuwaje? Bado namng'ang'ania nini? Top scorer. Mr. kumtaja kwa jina, lakini alipo ajitafakari sana. Wewe unaona kabisa mamilioni ya mashabiki na wanachama wanakutegemea. Viongozi wa hiyo klabu unaochezea wanakutegemea. Wachezaji wenzako ndani ya timu wanakutegemea. Unapambaniwa kila kitu. Funga unapiga nje, funga unapiga nje. Unamng'ang'ania mchezaji kama huyo wa kazi gani? Maneno ya Haji Manara yanatimia. Na ndio maana tangia kitambo sana nilisema kwamba mimi maneno ya Haji Manara naunga hoja mkono kwa 200%, sio 100, kwa 200%. Na sometimes kwamba mtu anapotoa ushauri, hebu kwanza usikilizeni, afu muuchakate, afu je uone tunaopokea au tunaopuuza. Sio hapo mnaanza kumjibu mtu kwamba wewe sio Yanga, sio Yanga. Yaani kama mtu sio Yanga hawezi kukupa fact zile. Unajua katika maisha ukipata mtu mshauri, shukuru sana katika maisha yako. Lakini sometimes kwamba umepata mtu akushauri katika maisha alafu unapuuza, ndio kitu ambacho kichitokea. Maneno ya Haji Manara kuishauri Yanga, afu Yanga wanaojifanya Yanga wao wenyewe wanasema yule sio Yanga. Wakati sisi wenye Yanga yetu tunajua kabisa Haji Manara ni Yanga, ana uchungu na timu, anaumia na matokeo ya timu, anaumia na performance ya timu inayoonyesha kwa kipindi hichi. Kwa lazima na atie angalau neno. Angekuwa na uwezo angefukuza mchezaji mmoja ambaye anahujumu timu. Kama kocha anazingua na timua. Na ndo hata mimi leo hii ingekuwa mimi ndo na nafasi pale ya juu, basi mimi ingekuwa hii timu sasa hivi inashiriki hata klabu bingwa ya dunia.